Hizi ndizo namna tatu ambazo zinapendekezwa kwa mgonjwa wa peritonitis kuweza kutibia tatizo lake, ambapo namna ya kwanza unatakiwa kutibia chanzo cha tatizo. Mfano, kama peritonitis inatokana na PID, unatakiwa utibie PID. Kama imetokana na vidonda vya tumbo, unatakiwa utibie vidonda vya tumbo. Na kama imetokana na tatizo la appendix, utatakiwa utibie tatizo la appendix kuondoa madhara ya peritonitis. Lakini namna ya pili, unatakiwa ufanyiwe upasuaji ikiwa hali hii imetokana na uvimbe kama jipu. Na namna ya tatu, unatakiwa uchukue antibiotics ambazo ni kali zitakazo kusaidia kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Na ikiwa sasa unaona kwamba una dalili za magonjwa haya ambayo ni chanzo kikubwa cha peritonitis, unaweza kuchukua namba yangu ipo bio ili tuweze kufanya mazungumzo niweze kukupatia namna ya kuweza kupata matibabu. Naweza kushare video hii kwa mwingine ili naye pia aweze kuipata, lakini usikose kunifuatilia kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na afya.